Karibu. Asante. Shalom kanisa. Shalom. Shalom baba. Shalom. Namshukuru Mungu. Samahani. Kwa majina naitwa Kapitolina Martin, nimetokea Karatu. Ndio. Baba, mimi nafanya biashara ndani ya soko kula Karatu. Mimi ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Mara yako ya kwanza? Ndio. Tuambie. Ila kuna siku nilikuwa naangalia kuna search kwenye other channel nikakuta Eden Television. Ukakutana na Eden Television? Ndio. Aha. Nikakuangalia, nikakusikiliza. Sokoni pia nimefunga television yangu. Wanasoko wanaiangalia. Sokoni wanaangalia? Wanaangalia nimefunga television. Tumefika tujafika? Have we not arrived or not? Kwa Yesu makofi. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, all the glory and praise. Aya. Twende kazi mama. Sasa nilipofika asubuhi nilipoondoka nyumbani kaenda sokoni nikafungua Edeni. Nikamwambia jamani kuna mtumishi mmoja nimemwona prophet. Ndio. Na mwelewa. Na mwelewa ngoja tumsikilize. Siku yote kwa kusikiliza mpaka jioni. Majirani zangu wakawa hawakuelewi. Wakaniambia bwana mtoe bwana. Mtoe mweke mlo wa siku zote. Nikamwambia hapana. Sitamtoa leo mpaka mwelewe. Kwani shida yangu ni nini? Sijajua. Wakasema mtoe mweke mlo wa siku zote. Nikamwambia hapana, sitamtoa na kisha mpaka mtamwelewa. Wakakaa siku ya kwanza. Siku ya tatu wakaanza kunong'onezana eti huyu mbona mtumishi anafaa. Sasa wananong'oneza, mimi nikasikia. Nikamwambia umeanza kumwelewa. Tutaelewana tu. You will understand me. Nikamwambia umeanza kumwelewa nikamwambia namba hii hapa, maana kuna siku kwa upatikani hewani. Nikapiga simu, msaidizi wako akapokea. Ile namba ni 07. Nikamwambia bwana television hampo. Wakaniambia niende kwenye setting nini, installation nini, ni search. Nikasearch hivyo kweli nikakupata. Basi wakaniambia mtoe. Nikamwambia mtamwelewa tu. Sasa siku ya tatu wakaanza kukuelewa, wakaanza anapatikanaje, akasema kuna unaona ubiri. Dada moja akasema mtumishi mbona amegusa maisha yangu. Wakaanza kuongea sasa wenyewe. Mimi majirani sokoni wakaanza angalia TV. Nikamwambia mmeanza kumwelewa Wakasema wakaanza kucheka. Nikamwambia mtamwelewa. Sasa tukapanga tuje Ijumaa. Mimi nikashindwa kuja kwa sababu nakaa na mjukuu wangu na leo nimekuja naye yeye anasoma. Wamekuja jana na umeonana nao. Wamekuja Ijumaa kwenye ibada jana ukaonana nao. Nikamwambia mimi ibada naenda. Nikamwambia mimi siachi naenda ibada. Yesu makofi kwa ajili yake. Lord Jesus for her sake. Jamani, mnaonaje akapata neema ya kuwa balozi? How do you see she gets the place of being an ambassador? Baba, ushuhuda wa pili. Mnaonaje hilo kwanza? Ngoja kwanza. Amen. Inafaa sio? Isn't it worthy? Hebu kama inafaa nyosha mkono namna hii. Let's raise your hand. Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Ushuhuda wa pili baba. Kwanza siku nilivyokuona nikasema lazima nifike kwenye haya madhabahu nikakanyaga. Namshukuru Mungu nimekanyaga haya madhabahu jamani. Thanks God she stepped foot on the altar. Muamini tu Mungu anatenda wa mahali hapa. Mimi naona jinsi watu wanavyoshuhudia, jinsi mara kwanza nikasema ngoja nimwangalie kwanza. Baadaye nikasema nikafika sokoni nikamwambia bwana huyu mtumishi mimi namuelewa. Namuelewa. Akasema unamuelewa? Baadaye wakawa wanasema mtoe. Nikamwambia hapana, atolewi mtu hapa. Mpaka muelewe na wamekuelewa, namshukuru Mungu. Na sio huo tu, watakuja wengi sana kupitia pale sokoni. She says the Lord will come. Watakuja wengi sana. Huyu anafaa kuwa balozi. She is worthy to be an ambassador. Si ndio? Isn't it so? Sasa tunataka tumueleweshe sisi ni nani. We want to make her understand who we are. Amen. Aondoke alafu arudi Jumapili. And come back on Sunday. Na ushuhuda mwingine. Amen. Bwana Yesu makofi mazuri. A round of applause for Jesus. Hallelujah. 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 Shika hii. Hallelujah. Hold this. Simama mama. Kama tai. Alafu kachukue t-shirt pale nje kama hiyo. Go take a t-shirt outside. Glory to Jesus. Ongeza makofi zaidi kwa Yesu.